I charge you to uphold the gospel, preach repentance and faith in Christ Jesus alone, and be willing to suffer for the sake of the gospel. I charge you today to protect the church as Christ's most possession, guarding its doctrine and live according to God's word. I charge you to live a life of faith. Learn to depend on God in your life. I charge you to embrace submission to authority over you and live a life of discipline, being a good example in all manner, displaying Christ-like example. Are you ready for those charges? Okay, you can now, I think you have the praises with you. We need two microphones because they will read concurrently. Tasoma pamoja sababu yao inafanana, ana ni ya wachungaji. Please give them the mic so that they, and this prayer you are making before God and before me as an ordaining minister, and also before the congregation. Yeah. I, David, finish first. Being called of God to the ministry of the gospel of our Lord Jesus Christ, do hereby solemnly and prayerfully make this pledge before God and His church, faithfully preaching and teaching the word of God, loving and caring for the congregation, lead with integrity, humility, and compassion, prioritize the church unity and growth, steward resource wisely and transparently, maintain confidentiality and handle sensitive matters with care, seek God's guidance and wisdom in all decisions. Commitment. I commit to praying for the congregation, being faithful in ministry, and serving with humility. I will prioritize the church well-being and reputation, seeking to honor God in all that I do. Faithfulness. I promise to be faithful in 1. Preaching and teaching. 2. Pastoral care and visitation. 3. Leadership and governance. 4. Stewardship and administration. Accountability. I recognize my accountability to God, the congregation, and fellow leaders. I will seek feedback, guidance, and correction, striving to lead by example and serve with humility under the full gospel churches of Kenya. So help me God. Amen. Tapieni makofi. We hear Pastor Joru sing the same. I, David Njoge Shini, being called of God, the minister of gospel of the Lord Jesus Christ, do hereby solemnly and prayerfully make this pledge before God and His church. 1. Be faithfully preach and teach God's word. 2. Love and care for the congregation. 3. Lead the integrity, humility, and compassion. 4. Prioritize the church unity and growth. 5. Stewards resources wisely and transparently. 6. Maintain confidentiality and handle sensitive matters with care. 7. Seek God's guidance and wisdom in all decisions. My commitment. I commit to praying for the congregation, being faithful in ministry, and serving with humility. I will prioritize the church's well-being and reputation, seeking to honor God in all I do. My faithfulness. I promise to be faithful in 1. Preaching and teaching. 2. Pastoral care and visitation. 3. Leadership and governance. 4. Stewardship and administration. My accountability. I recognize my accountability to God, the congregation, and fellow leaders. I will seek the feedback, guidance, and correction, striving to lead by example and serve with humility under the full gospel churches of Kenya. So help me
God. You have 2 copies or what? 2 copies. Okay, sign those copies. Where is Elmenoike with the church stamp? Okay, because that pledge has to be stamped so that you may ili iwe kitu ambao ni rasmi. You sign it. Na baki na moja ambayo ni stamped na ingine inaenda kwa ofisi iwekwe, kwa sababu ni wewe umesema mambo haya utafanya. Kwa hivyo wewe lazima uwajibike kwa hiyo. Both of them? How is that one? Huh? Okay. So. Okay. Sasa nitauliza the senior pastors that are with me, because these are assistant pastors. We shall pray for them together. Tukiendelea hii kitu isukume nyuma kidogo. Watapiga magoti, tutawaombea ya kwamba tunaelewa ya kwamba washajazwa Roho Mtakatifu. Lakini kama vile neno la Mungu linasema, wakati Paulo alikuwa wanaombea Timotheo ili awe mtumishi, neno la Bwana linasema Timotheo alipewa vipawa. Sisi nasi leo tunapowabariki wapendwa hawa, tunaamini ya kwamba Mungu aweza kuwajaza na kipawa kipya. Mungu aweza kuwajaza na nguvu mpya. Wakitoka hapa wamhudumie Mungu kwa nguvu tofauti katika jina la Yesu. Kama vile Daudi alimwagiwa mafuta na Samueli, kutoka hapo Roho wa Bwana akamjia kwa nguvu nyingi na akafanya kazi ya Bwana. I request senior pastor to lay your hands on these servants of God as we pray for them. Baba Mungu, kwa jina la Yesu, tuko mbele zako kwa sababu ya watumishi hawa wako. Ni wewe uliwaita, ni wewe uliwachagua. Bwana, nasi leo tuko hapa kama kanisa ili kuwaweka Bwana mikono na kuwatia mafuta, ili iwe dhihirisho kwao na hata kwa umati huu ya kwamba Bwana hawa ni watumishi wako, ya kwamba maishani mwao watajitoa na Roho wako Mtakatifu atawaongoza. Haleluya. Jehova, wajazi tena Bwana, ninapowamwagia mafuta haya, naomba Roho Mtakatifu aje juu yao katika jina la Yesu. Uwezo wa kibingu uwe juu yao. Nguvu zako ziwaingie Jehova katika huduma hii. Wahudumu kwa nguvu za Roho wako katika jina la Yesu. Jehova, waongoze kama vile umewaiongoza watumishi wako. Ongoza watu hawa katika huduma hii katika jina la Yesu. Jehova, mafuta haya yawe mfano wa Roho Mtakatifu, ya kwamba katika huduma nguvu zako zitafanya kazi katika jina la Yesu. Watia mafuta Bwana, wajaze na Roho wako, nguvu mpya ingie ndani yao katika jina la Yesu. Jehova Bwana, kusiwe na vikwazo, na vikwazo vyovyote vitakavyotokea, wape nguvu ya kushinda kwa njia ya uweza wako. Mafuta haya Jehova, na yavunje nguvu zote za giza katika jina
jina la Yesu. Yawe ni mamlaka katika maisha yao. Mafuta haya Bwana yaonekane kama mamlaka ya kutumiwa na nguvu zako, ili Roho wako Mtakatifu awatembelee. Mungu wetu, tunawabariki tukiamini ya kwamba umewabariki. Mungu wetu na Bwana wetu, watakapokuwa wanatembea katikati ya kundi, Mungu wetu waonekane, si wao tena, lakini Roho wako afanye kazi ndani yao. Haleluya. Jehova, tunaomba manifestation ya uwepo wako juu ya maisha yao ianze kuonekana. Pahali popote watakapohudumu, nguvu zako zitembee, Roho wako afanye kazi. Asante Bwana, wabariki na wainue, maana wewe ni mwaminifu na wewe ni mwema. Tunaamini umewabariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Reverend Kenda, you can pray for their families, ili Mungu awape neema kuwa na msimamo mzuri na familia zao ziimarike vizuri. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, Amen. Watumishi wako wanapotiwa mafuta siku ya leo, tutangaza baraka na neema kwa jamii zao. Yes. Wake zao na wabarikiwe, na wawe na nguvu na uwezo wa kiroho katika jina la Yesu. Wapokee pia mamlaka na kibali katika jina la Yesu. Tutangaza hata watoto wao wanapokea baraka hizi. Walindwe na wahifadhiwe chini ya uvuli wako Baba yetu. Twakanya mkono wote wa ibilisi, twakanya mapigo yote ya kishetani katika jina la Yesu. Na tunapowatia watumishi hawa mafuta, twatangaza hata alama ya damu ya mwanakondoo iwahifadhi watoto hao, ihifadhi jamii hizi. Mapepo ambayo huinukia jamii za watumishi, twayakanya siku ya leo. Twachukua mamlaka na nguvu sasa, na twatangaza watakuwa na ushindi. Yes, Lord. Wataishi kwa usalama. Yes. Jamii hizi zitasimama katika jina la Yesu. Roho zote za kuzuia milango yao ya utajiri na mali, milango ya kibali, yote tunakanya katika jina la Yesu. Na twatangaza kama watumishi wa Mungu, jamii hizi ziko chini ya baraka na wingu ambalo limefunguka siku zote za maisha yao. Wabarikiwe siku hii ya leo katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tumewabariki. Amen. Jacob waombee ili wapate kibali kwa mahali wanapohudumu. Amen. Mungu wetu mtakatifu, katika jina la Yesu. Yes, Lord. Twazidi kushukuru kwa sababu ya hawa watumishi wako. Tazama Bwana, umewapa kazi ya kufanya Bwana, na kila mmoja kuna pahali pale anahudumu Bwana. Tunaomba ya kwamba kazi yako itainuka kupitia mafuta haya ambayo wamemwagiwa siku ya leo. Kazi yako Bwana itainuka. Watu wengi watapokea huduma ile ambayo itatoka kwa hawa katika jina la Yesu. Tunaomba wakahudumu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Miujiza na ishara zikapatikane. Watu wako wakainuliwe katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba Bwana wa mbinguni watakuwa mfano mzuri. Watakuwa watu wa kujifunza. Watakuwa watu ambao Bwana wanafuatwa katika jina la Yesu. Katika mienendo Bwana na usemi, Mungu wa mbinguni, watafuatwa na wengi. Bwana, twaomba kibali kikubwa kwa makanisa wanaohudumu. Kibali kikubwa mbele zako Bwana. Kibali kikubwa Bwana kwa kila umri. Kwa wale walio wazee zaidi, kwa wale walio katikati, kwa vijana na hata watoto wa Sunday school, katika jina la Yesu. Asante Bwana, wainue na uwabariki. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mchungaji Getao na Njogu, leo naomba mpokee vipawa vya Roho Mtakatifu ambavyo mtahudumu navyo ili kanisa liimarike. Pokeeni vipawa. Roho Mtakatifu awape vipawa ambavyo mtahudumu navyo, na uweza wa Bwana uwatembelee. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumewabariki. Amen. Amen. Thank you.
After us, yeah, tukaribu. Aisa, unaweza simama. Rafiki wape vyeti. Leo tumewabariki watumishi hawa Bwana rasmi. Sasa mkiwaona muwaheshimu, mkiwaona muwatambue kama watiwa mafuta wa Mungu, na leo ninawapa ordination certificate. Hii ni ya mchungaji Jobu. Pokea cheti chako. Are you through, Grace? Okay. So, we have another one. Wapi Elda Nyoike? Okay. Thank you. Hapa kunayo ya Pastor Samuel Itau, naye leo nampa cheti chake ya kwamba sasa you are officially ordained. Asante sana. Thank you. God bless. Okay. Kabla mjatoka, sasa nataka wake wenu wakuje tuwabariki. Sababu ni wake wa wachungaji, ni vizuri kuwapa heshima yao. Si ni vizuri wapende? Kwa hivyo hata mke wa Martin sasa kuja, na sasa waume zenu wasimame nyuma yenu. Yeah. Okay. Kwa sababu ya kazi ya Mungu, wakati mwingine tumejaribu kuondoa na kuondokea, na tumekuta ni ya kwamba ni kama jambo la lazima, ya kwamba wake wa wachungaji mara nyingi tumewaacha kando, lakini kama wasaidizi wa hawa wachungaji nimeona ni vizuri hata wao tuwabariki. Amen. Nilijaribu kuondoa mke wangu mimi, lakini nimekuta tunafanya na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata watu wakijaribu, watu wanajaribu kuondoa, lakini haiondoleki. Inakaa tu. Kwa hivyo ni vizuri na wao ili wajisikie ni watenda kazi pamoja na wachungaji, nao tutawabariki katika jina la Yesu. Amen. Lakini wao hatuwabariki kama wachungaji, ni vizuri hiyo ieleweke. Tunawabariki kama mashemasi. Tunawabariki kama mashemasi, na ili I need a prayer for the deacons priest. Kama sina hapa. Okay. Okay. Ninyi tutasema muulizwe. Sitasema waume wenu waulizwe. Kwa sababu wao mapenzi yao ni nyinyi muwasaidie. Kwa hivyo hata kuwauliza si mzuri, maana hiyo ndio. Lakini ninyi nitawauliza. Tutasema muulizwe, kuwauliza kama mko tayari kufanya kazi na mashemazi wengine kama mashemazi. Yeah. Tuanze naye ambaye ako na na useme wewe ni nani? Mimi kama Agnes Jane Gitau nimekubali askofu kubarikiwa ndio kufanya kazi na mashirika wengine. Thank you. Niliunis Mgonjogu nimekubali kuzidi kwa Naongeza ingine.
utasaidia mume wako vizuri. Utafanya na mashangazi wengine na utasaidia mume wako vizuri. Yeah. Eunice Mgonjoni, nikubali siku ya leo kuzimikwa ili niwe msaidizi mzuri kwa mume wangu na pia nifanye kazi pamoja na mashangazi wengine. Thank you. Mimi Mary Gisharu nimekubali askofu kuwa msaidizi bora kwa mume wangu na kufanya kazi pamoja na the other deacons. Thank you. Wachapieni makofi. Okay, I want to give you a charge for a deacon. As a deacon, and it is good to note that in Full Gospel Churches of Kenya, we decided not to use the word deaconess. We only use deacon for both male and female. So when unaposikia tukisema deacon, we as Full Gospel tuliamua hivyo. Kwa hivyo hatuna deaconess, tuliondoa hiyo vocabulary ya deaconess, tukabaki na moja tu ya deacon. Okay. A charge for a deacon. I charge you to focus on commitment to ministry, the word of God and service. Proclaim the word of God. Lead the work of ministry, of compassion and justice, and embody spiritual maturity. You must be faithful in prayer, demonstrate love and hospitality, act as prophetic critics of injustice, and serve as examples of Christ's servant nature. For this reason, I instruct you this: proclaim the word of God given. Proclaim the word of God as you have been given authority to proclaim the word of God in Christ's holy church. You are charged to lead God's people in ministries of compassion and justice, making Christ's redemptive love known through word and action. I charge you to serve the needy, be compassionate to the needy, treating them with dignity and respect. I charge you to be stewards of grace. Use your gifts to serve one another as good stewards of God's grace. I charge you to pursue spiritual growth. Be serious, sober, prayerful, and allow your love for one another be intense. I charge you to be hospitable to one another without complaining. I charge you to model your life on God's word. Live as an example of Jesus Christ above reproach. I charge you to be a prophet voice. Act as a prophetic critic of waste, injustice, and selfishness, and be sensitive counselor to victims of such evil. I charge you to strengthen your faith, teach the young, search out the careless and indifferent, and encourage others with words that create hope. I charge you to embrace submission, accept discipline of the church, and submit to those in authority over you. Praise be to God. Mmekubaliana na hayo na hizo charges? Nakubaliana nazo? Okay, now lead your prayer. Tuanze na moja moja.
is ready. After giving them these charges, wao wenyewe nao watapledge loyalty to those charges na kwa mambo mengine ya kiungu. I, Eunice Wambui, being called of God to the ministry of the gospel of our Lord Jesus Christ, do hereby solemnly and prayerfully make this pledge before God and His church. Number 1, serve the church with love, humility, and compassion. Support the pastor and elders in their roles. Assist in caring for the physical and spiritual needs of the congregation. Steward resources wisely and transparently. Maintain confidentiality and handle sensitive matters with care. Seek God's guidance and wisdom in all decisions. Commitment. I commit to being faithful in serving the church and its members, providing practical support and care to those in need, working collaboratively with the pastor, elders, and fellow deacons, upholding the church's mission, vision, and values. Faithfulness. I promise to be faithful in serving the church and its members, caring for the physical and spiritual needs of others, supporting the church ministries and initiatives, demonstrating Christ-like love and compassion. Accountability. I recognize my accountability to God for my actions and decisions, to the congregation for my service and support, and to the pastor and elders for guidance and direction under the Full Gospel Churches of Kenya. So help me God. Amen. Mary Waithera Gisharu, being called of God to the ministry of the gospel of our Lord Jesus Christ, do hereby solemnly and prayerfully make this pledge before God and His church. 1, to serve the church with love, humility, and compassion. Support the pastor and elders in their roles. Assist in caring for the physical and spiritual needs of the congregation. Steward resources wisely and transparently. Maintain confidentiality and handle sensitive matters with care. Seek God's guidance and wisdom in all decisions. My commitment. I commit to being faithful in serving the church and its members, providing practical support and care for those in need, working collaboratively with the pastor, elders, and fellow deacons, upholding the church's mission, vision, and value. Faithfulness. I promise to be faithful in serving the church and its members, caring for the physical and spiritual needs of others, supporting the church ministries and initiatives, demonstrating Christ-like love and compassion. Accountability. I recognize my accountability to God for my actions and decisions, to the congregation, for my service and support to the pastor and elders, for guidance, direction, and the Full Gospel Churches of Kenya. So help me God. Thank you. I, Agnes Jerry Gitau, being called of God to the ministry of the gospel of our Lord Jesus Christ, do hereby solemnly and prayerfully make this pledge before God and His church. Number 1, serve the church with love, humility, and compassion. Number 2, support the pastor and elders in their roles. Number 3, assist in caring for the physical and spiritual needs of the congregation. Number 4, steward resources wisely and transparently. Number 5, maintain confidentiality and handle sensitive matters with care. And number 6, seek God's guidance and wisdom in all decisions. Commitment. I commit to, number 1, being faithful in serving the church and its members. Number 2, providing practical support and care to those in need. Number 3, working collaboratively with the pastor, elders, and fellow deacons. And number 4, upholding the church's mission, vision, and values. Faithfulness. I promise to be faithful in, number 1,
serving the church and its members. Number 2, caring for the physical and spiritual needs of others. Number 3, supporting the church's ministries and initiatives. Number 4, demonstrating Christ-like love and compassion. Accountability. I recognize my accountability to God for my actions and decisions, to the congregation, for my service and support to the pastor and elders, for guidance and direction under the Full Gospel Churches of Kenya. So help me God. Wale ambao wanafuatilia mambo ambayo wanasoma ni tofauti na ile ya wachungaji, kwa sababu kila kitengo kina destination yake. Amen. Kila kitengo kina kazi yake. Kwa hivyo huyu hasemi kama yule ambaye alitangulia, yake ni tofauti. Itakapokuja ni kwa wazee, pia kama wewe umakini utasikiza na utanoti ya kwamba bado na hiyo iko tofauti. Amen. Sababu kila mtu anawajibika kwa nafasi yake. Hakuna overlapping. Kazi ya Mungu ameiweka kwa njia yake na hakuna overlaps. Bwana Yesu asifiwe. Na maana tusipoweka hivyo utakuta kuna mgongano na kutoelewana, na ndio sababu Mungu anatuongoza ya kwamba kila mtu, na pia hiyo pledge mtu anabaki na kopi ili awe akiona ni nini ambayo alisema atakuwa akifanya. Kwa hivyo wakati mtu amekosea au hajafanya, ni rahisi huyo mtu kumuita na kumwambia haujafanya vile inavyotakikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa watapiga magoti na tutawaombea pamoja na wachungaji. Hawa hatumwagii mafuta, hawa ni kuwapaka tu mafuta kidogo. Baba Mungu wa mbingu, kwa jina la Yesu Kristo, tuko hapa na Agnes na Eunice na Mary, ambao Bwana Mungu wetu uliwapeana kwa waume zao ambao ni wachungaji. Jehova, leo tunawaweka wakfu ili wajisikia kwamba ni watumishi wako. Wakati wanapotoa huduma, wakati ambapo Bwana wanafanya chochote ambacho wanafanya kwa kazi yako, wasione wameachwa nyuma. Moyo wa kujidharau uondoke ndani yao. Wajawe na courage na Mungu na strength, ili Bwana wafanye kazi hiyo kwa ujasiri wote. Bwana, kama vile wamekiri na midomo yao ya kwamba watakutumikia kama vile wamesoma, naomba huduma hii ikaingia ndani yao, wakasikia mzigo na utamu wa kazi yako, wakaipende na wakaichukue. Bwana wa milele, Jehova, kama vile dunia inavyosema ya kwamba behind a successful man there is what? Kwa hivyo na hawa ninawaombea leo wawe wake wa waume hawa ili wafaulu katika jina la Yesu. Jehova Mungu wetu, wema wako uwe juu yao, rehema zako ziwe juu yao. Mungu wetu, hebu na upako wako ufanye kazi katika maisha yao. Neema yako iwe na wao katika jina la Yesu. Mungu, tunawabariki na kuwaweka kwako. Uwasaidie na uwaongoze. Wape hekima, wape ushauri. Roho Mtakatifu waongoze kwa kila hatua na kwa kila jambo. Roho Mtakatifu afanye kazi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumewabariki. Amen. Amen. Certificates zao ziko wapi?
Baada ya kuwabariki, naweza kutia wachungaji. Baada ya kuwabariki, tunaweza sasa kuwapa vyeti vyao vya kuonyesha kwamba leo wamesimikwa. Hii ni ya Mary Waithera Gisharu. Amen. Angalia huko. Amen, amen. Mungu akubariki sana Mary. Hii nayo ni ya Agnes Jerry Gitau. Amen. Huko tugata wewe huko Kenya, South Africa. God bless. Mungu akubariki sana. Thank you. Eunice naye yako hapa na yake. Asante sana. Umepiga? Okay. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Na Mungu awatende mema. Congratulations. Pastor Gitau, congratulations. 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 Thank you. Okay, hawa sasa tunawaruhusu waketi, alafu elders mkuje. Elders tafadhali. Thank you. Thank you. Thank you. Elders jooni na mkuje na spouses wenu kama wako. Elders. Hata kama hajaokoka tunamtaka hapa. Yes. Usiwe tunakubariki alafu ukienda nyumbani ni vita. Okay. Kama mume wako, mke wako yuko hapa, usimame nyuma yake. Mkaribie. Hii sasa ni yenu. Umekubaliwa kukanyaga hii sasa. Okay. Ni sawa. Sababu mambo mengine mtafanya kwa pamoja kwa sababu ninyi ni wengi. Ukisema ya kwamba kila mtu afanye nafasi yake, tutachukua muda. Lakini kwa mambo ya kusema uko tayari kuhudumu, hiyo utasema na your spouse atatuambia. Si ndio? Kwa hivyo wapewe mic. Tiwona maana kujira tu wetayari utugata tamuthuri wa kanitha. Kama elda uko tayari. Hata kama miaka imeenda uko tayari. Asante. Thank you. Thank you, God bless. Hapana, mke wake aseme. Wewe tayari kusupport mudhuri wa tugatega? Wewe tayari? Anela iroka gakora nayo. Thank you. Mungu akubariki sana. Thank you. Thank you, Mama Ben. Haya, niwaje mimi nawe tuile. Niko tayari kuhudumu kama mzee wa kanisa. Asante. Thank you. Tunabatia. Niko tayari kuhudumu kama mzee wa kanisa. Tayari kumutaidia. Ndokiuyo mwele ya mwaya. Niko tayari kukubaliwa John Bati ahudumu kama elder na niko nyuma yake. Uone ulimweheaga naye. Kabisa. Amen. Sawa. Thank you. Unadumi. Nimekubali kutumika kama mzee wa kanisa. Nina wada, aroiga.